Nyumba ya kafala, nyumba ya kafala. Ndugu yangu wa karibu, unajua maisha ambayo naishi mimi wengi wanatamani. Ni hakuna kijana ambaye anaweza katokea akafika hapa kwangu akaacha kutamani maisha mengi, kwa sababu umri wangu ni mdogo kama una bado na pesa nyingi, na miliki vitu vingi, magari na mpaka ufikie haya yote, kuna vitu ambavyo vinatakiwa upitie, kuna vitu ambavyo vinatakiwa uvumilie. Of course sio tu kwamba kuvumilia misukosuko nini labda hasara, yaani kuna maisha ambayo unatakiwa uyapitie then uje uishi maisha haya. Na of course maisha haya ni kaka, mimi sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kukuona wewe na maisha kama unaoishi kwenye mjengo kama huu, una usafiri wa kila aina, alafu sitamani maisha kama yako. Kila mtu anatamani aishi maisha kama yako kaka, kivyovyote, yani either awe, yani kwa kila hali yoyote, hayupo mtu kama huyu ambaye sitamani maisha kama yako, hata kama yanaumiza kiasi gani. Kaka, naomba unisaidie. Unajua ili upate maisha mengi au unaona na maisha mengi umefanya mambo yaani ili upate maisha mazuri, upate maisha ambayo yana furaha, inatakiwa ufanye maamuzi magumu. Watu wanamwaga damu, watu wanafanya maamuzi ambayo kwa kweli labda tu nikuulize, unaweza kumtoa dada yako hapa? Unamaanisha dada yangu mimi? Wenda labda ungekuwa na wazazi au labda ungekuwa na mtu wa karibu zaidi ungemtoa. Kwa wewe nahisi ni dada yako. Baki hapo, ni maamuzi yako. Uendelee kuishi maisha yenye furaha ama uendelee kuishi maisha ambayo yana dhiki kama hayo. Na nadhani umenielewa. Kozi na wae doshana kama kaka, niko tayari kumtoa dadangu kafara. Wow, hayo ni mambo mazuri sana. Okay, sasa mchana kwa
Siamini. Sike huyo tukuna maji. Tunakula makopo haya tunakula ugali 200 sike huyu. Fine. Siamini. Nashangaa vile nionao. Mimi ndo Sike mwenyewe. Ambaye yule ndio kwa makopo kama hivi. Nakumbusha kitu kimoja. Usitamani tajiri ambao unauona kwa. Kwani huu tajiri watu wengine tumemwaga damu ndio tumemwaga machozi kupata utajiri. Na wewe unaweza kubadilisha maisha yako. Kama ukipenda. Hiyo itabaki. Lakini ndugu yangu, sio kawaida yuko tajiri mara ghafla hivyo uko tajiri kweli. Ndugu yangu, yani mimi leo unanikataa mimi damu yako ndugu yako familia. Tumekota makopo wote tumekula ugali wa jalani kule leo unanikataa mimi ndugu yako. Leo niambia kwamba eti nikitaka kuwa tajiri kwa Abdu niambie siri ya mafanikio ni ipi sasa? Niambie. Haiwezekani wewe unavaa hivi. Mimi nimevaa hivi. Ndugu yangu hapo mbona unakota makopo wote kule. Leo hivi umekuwa tajiri ghafla. Nipe siri ya mafanikio ndugu yangu. Sisi ni familia. Sina mafanikio. Wewe nikwambia nini? Sina mengi ya kuongea. Nilikuwa naelekea mambo. Ndugu yangu unamaanisha nini tutakufi? Nyumba ya kafala. Huu ni mwonekano ambao unapendeza nao ni kuona muda mrefu sana. Wow. Karibu bwana. Yaani kwa kweli nimefurahi sana kufika. Rafiki yangu, mambo yanaendaje? Kikweli nisikufiche chochote. Nina furaha sana kwenye maisha yangu sasa. Na ile ni sababu yako mwenyewe kwa ajili yangu. Ya, wewe ndio sababu ya kila kitu mimi kwa hiyo. Mimi nikushukuru sana. Unajua rafiki yangu, maisha kama haya yanatokea pale unapofanya maamuzi bora. Na uweze kufanya tu maamuzi ambayo yana faida kwako. Yaani mimi kwamba maamuzi uliochagua wewe utayafurahia na bado utaendelea kuona kwamba ulifanya maamuzi sahihi. Karibu sana. Hapo ndo kwangu. Nazidi kuenjoy matunda yangu ya maamuzi yangu.
Sijajua matunda yako ya uamuzi wako wewe yako. Kwangu mimi kule, kwa sababu ile nyumba ulioniuzia mpaka sasa hivi sijaona shida yoyote. Kwani nyumba ambayo uliniuzia kwa fedha ambayo wewe mwenyewe ulisababisha nipate. Rafiki yangu, mimi nikushukuru sana kwa sababu unaendelea kujenga furaha yangu. Kwani kuna watu wengine mtaani wanabaki kunishangaa mimi. Vipi, mbona umebadilika ghafla? Hawajui siri kubwa kwa wewe rafiki yangu. Nyumba ya kafala. Shida nini? Ndugu yangu, sielewi CK. Hebu nenda moja kwa moja. Shida nini? CK katajirika. CK katajirika mwanangu. Katajirika jamaa. Nimeona mimi kwa macho yangu mawili. Anatoka kwenye bonge la mjengo. Yaani kuna vioo, gate, sijui nini. Alafu jamaa cha ajabu sasa ndugu yangu. CK mimi ananikataa. Niambia mimi sio mwenzio tena, tunaona kota makopo kule ananikataa. Namwambia tunaona kota makopo wote kule ananikataa. Ananiambia kama mimi nikitaka kuwa tajiri nimpate. Hivi unachokiongea wewe unakielewa? Unamaanisha au tunataniana siku hizi? Mimi sije kuwa babu yako bana. Hebu acha kunichanganya, I say. Umechanganyikiwa. Kia ndugu yangu nikwambie, sio kuchanganyikiwa. Mimi nimeona kwa macho yangu mawili CK ikawa tajiri, alafu cha ajabu CK sasa hivi sio mwenzo. Yaani sielewi. Kwa maana mimi nimefika pale kwake, nikiwa na zile shughuli zangu za kuokota nini? Makopo ili nijipatie nini? Riziki. Nimekuta penye naokota kopo hivi na shangaa hivi. CK huyu hapa ndo kwenye bonge la mjengo. Nikasema CK jamaa ananicheka. Ananiambiaje? Mimi sio mwenzio tena. Alafu mimi cha ajabu ananiambia mimi nikajiuko. Yaani sijamuelewa fulani hivi. Anasema kwamba yani nikitaka na mimi kuwa tajiri nimwambie. Na maana nimshikishe yeye. Sio bosa ndio kama uniamini. Bosa ndio uniamini. Mimi ninachokwambia ni kitu serious na nakwambia na maanisha. Nimemwona kwa macho yangu mawili. Haya hapo macho yangu. Wala sikuwa siafuta bangi, wewe unaniambia nimechanganyikiwa wewe. Nimekumbuka. Juzi kuna sehemu nimepita. Nakuta kama watu wanaongelea hilo swala ndugu yangu. Lakini sidhani kama hizo pesa ni za kawaida, sababu hapana. Sio kulala maskini na kuamka tajiri. Nimekumbuka kweli. Juzi kuna sehemu nimepita pale katika kazi zangu hizi ndugu yangu. Bana nimekuta wazee fulani hivi wanamjadili huyo jamaa. Lakini katika maongezi ya wale wazee wawili na kitu niligundua. Zile pesa ndugu yangu sio za kawaida. Ndugu yangu, usije ukajidanganya ukaenda kule na wewe. La, siwezi nikawa na uhakika kivile. Ndugu yangu, niende wapi tena? Mimi ninapokuambia CK ikawa tajiri, maana yake ikawa tajiri kweli. Masuala kuna mbona kwenda wapi, sijui kwenda wapi, mimi sikuelewi. Kama unabisha twende ukaone. Okay, mimi kuniambia tu kwa maneno siwezi nikaamini. Twende kama waamini twende. Nani ndugu yangu? Ndio wazo zuri. Twende kwanza nikapaone anapoishi kusudi niweze kupata. Twende.
ndugu yangu, unaonekana na mambo mengi sana. Unajua pale kutoka pale ndio ofisi kwanza nikachukua vitu kwa benki fulani hivi. Nikupigia karibia kama mara tatu hivi, lakini sio mbaya. Sasa nadhani kuna muda kufika hapo unaona ndio kuhusiana na mambo yako upate buku. Unasema unalishughulikia na usafiri, kama sio kesho basi itakuwa ni bahati sana. Utakuwa ushapata ufadhili na utakuwa kwenye muonekano fulani tajiri zaidi. Basi tena, yani kama utatumia basi utakuwa ndani ya gari. Nashukuru sana bana. Niseme kwamba wewe umejiko kwenye chama ambacho ni sahihi katika maisha yangu. Nilikwambia utojutia. Asante sana, nashukuru sana na lakini kama kesho naweza kurudi hapo kwa kweli tuongee vizuri. Hamna haja ya kurudi, na ukizingatia si unafahamu taratibu zote. Unajua nataka nikushauri basi mrefu sana kufika kama kitu. Siwazi. Na kubwa zaidi, bosi wamesema nyota yako ni njema na ni nzuri sana. Nyota yangu imeng'aa sana. Yaani nakwambia mabosi wanasema kwamba wewe ni wa kipekee, wa choose mpya. Asante sana, shukrani sana. Haina shida. Sawa. Nyumba ya kafala. Nyumba ya kafala. Sasa unaenda wapi bana? Na ndo hapa sasa kwa tiki hapa nimemkuta mlangoni. Jamaa ndo hapa. Hivi hapa ndo kwa CK hapa. Unachanganyikiwa kaka. Hapa. Ndo hapa ndugu yangu. Navyokwambia ndo hapa nimemkuta hapa. Mimi najua nimekuta hapa amesimama CK hapa. Hapo acha anicheka. Mimi nakwambia nimekuta hapa jamaa wangu. Mbona unataka kopo kule? Unikumbuki au ndo unawatani? Jamaa mwenyewe huyu hapa. Muangalie huyu hapa. Nani huyu hapa? Inaonekana nyinyi ni watu ambao mnapenda kufuatilia maisha yangu. Ingali nyinyi mlikuwa mnanijua chimbuko langu ni nini. Walisi wangu au walisia wangu ni umaskini. Ila nashangaa nilipo tajiri hivi sasa. Wewe nimeshakwambia kwamba muda huu sio muda wa kumjaji mtu kwa vile unapomuona tu kwa nje. Bata ni mtamu, lakini ukimchunguza huenda usimle. Hata mchuzi wake huenda usiume kabisa, hata kama umewekewa viungo vya namna gani. Hii inamaanisha nini? Namaanisha kitu kimoja. Katika maisha ndugu zangu, msimuone mtu alivyo kwa nje na vitu vyake alivyo navyo, labda pesa, magari, majumba, na nyinyi mkayatamani. Kaka kipenzi, kaka uko wapi? Mdogo wako nimerudi kaka. Na kwenye utajiri, yaani siri ya utajiri kwa mtu yoyote ule, hiyo waga ni hatari. Kwani ukifahamu siri ya mtu tajiri,
Unaposikia tajiri au mtu ameshakuwa tajiri, kuna siri kubwa ndani ya ule utajiri wake. Hii sijui kama mnaelewa kiupana zaidi, ila mkifahamu nadhani mtakuwa hamtamani tena utajiri. Kuna aina nyingi ya utajiri. Kuna mtu anaweza kuwa na utajiri unaompa furaha, lakini kuna utajiri mwingine unamliza kila itwapo leo. Haijalishi na fedha, haijalishi na kila kitu. Mimi nahisi hapo tumeelewana. Sitamani kiatu changu, kwa maana kiatu changu kiwaba, sidhani kama mnaweza kukivaa. Hii mtaelewa. Unajua ndugu yangu, hapo bado sijakuelewa vizuri. Umesema kuna aina nyingi za utajiri. Unajua nini? Umesema hivi kuna aina mbili za utajiri, sio? Si amesema hivyo? Hapo. Amesema hivyo. Unajua hapo. Unajua yeye kuja kufikia sehemu akasema kwamba kuna aina nyingi za utajiri. Kuna utajiri ambao anapata raha na utajiri mwingine hapati furaha, yani anakuwa anaishi tu mradi. Haya, hebu tuambie ndugu yangu, wewe utajiri wako upoje? Yani imekuwaje yani? Sababu cha kwanza umetokea tu yani ghafla dakika moja umekuwa tajiri. Afa tuelewe yani hizo hela umetoa wapi? Yani ni kitu ambacho ni ngumu sana sisi kuja kuelewa. Hebu tuambie imekuwaje mpaka wewe umekuja kuwa tajiri hivi ghafla tu. Atuambie. Hii inanisikitisha sana kuendelea kuwaona mkitamani utajiri, na mnapoendelea kuonekana mnazidi kunipa machungu ambayo kikumbuka nilipokuwa kama nyinyi. Hii inaniumiza sana kiukweli. Kwa sasa hivi na kazi nyingi mwandani za kufanya, sina mengi ya kuongea na nyinyi. Labda wakati mwingine nitakuja kuwaelezea nini maana ya utajiri, au kuna aina ngapi za utajiri. Kivingine, yote ambaye anatamani kuwa kama mimi, basi anaweza kunitafuta. Asanteni, kila la heri. Bwana, achana naye, tuondoke. Kama amenikataa familia, ndugu yangu. Nyumba ya kafala.